Tetesi zipo za kusema wanaweza wakaachiwa. Hello everybody, I go by name Bad Mabango, a boy from Rumonge. I live to Ngayambo, is born to Iteba. Yeah, leo tukiwa ndani ya mtaa kwa mtaa, kuna vijana ambao wamezungumzia ile swala ambalo tumeposti juzi na kuhusiana wale mabraza ambao wapo Sero. Yeah, kwa watu ambao wamezoea ni Mbimba. Kwa vijana wamesema kwamba hili swala zoka liacha, lazima waliunge mkono na washirikiane na watu ambao wameongoza hichi kitu. Kwa vijana wamekaa zao mtaani, acha tuwafuate tujue wanazungumza nini. Na hii hapa ni Chris TV. Ya, mwili mdogo sound ya bufa au sio? Ya, mambo vipi wazee? Ya, kabla tujapoteza muda, acha nianze na mkono wa kusoto huko. Mambo vipi mzee? Kama kawa. Upo sawa? Sana. Ya, kwa majina? Naitwa Popo Nengolani. Ya, Popo Nengolani. Yes sir. So mimi na imani kitu ambacho tunataka tuzungumzie hapa wengi wanakifahamu ni swala la kuhusiana na haya mambo ya mabraza zetu ambao wapo kule ndani au Mbimba, nadhani kasema. Wewe unaongelea nini kuhusiana ile swala? Kwanza moja, mimi kama mimi niliposikia ile swala, kwanza moja biliniuma na bilinifanya nifikirie, kwa sababu wale ni wakubwa zetu na katika vipaji vyetu sisi kama sisi haswa mimi kuna kitu ambacho walikuwa washanisaidia haswa bila za Detama kwenda hadi kwa mdogo wake Mwira. Tuongelee kwa swala la vipaji. Detamani Mungu alimuumba kuja kupandisha vipaji vya vijana. Manake ni mtetezi wa vijana. Na ukija kuzingatia kipindi ambacho angaliki hapa Rumonge ilikuwa imechangamka sana Badi Mabango. Lakini alipofanya tukio la kumpeleka kule ambapo ni Mbimba, kila kitu kimesimama Rumonge, kimeonekana kama hakuna chochote kile kinachofanyika. Oh, poa. Popo Nengolani. Wewe siku ambao ulisikia kwamba wale wabraza wamewapeleka kuwafunga kule Mbimba, ulijisikiaje? Kwa sababu ni mtu ambaye amekusaidia mambo mengi unavyosema. Ya, ulijisikiaje? I say bro, mimi sikufichi. Kwanza moja, mimi niliumia sana kwa kuwa sio sehemu nzuri kule, sio kila mtu anaomba kupafika. Kwa sababu kija kuzingatia ameacha familia inayomtegemea, ameacha watu wanaomtegemea, hata sisi pia tunaomtegemea. Kumbe vitu vyetu vimesimama, hizo familia yake imesimama kutumia kasi kutokana na gisi yuko kule, na maana unanielewa. Ya, alikusaidia mambo mengi sana. Kuna siku ushawahi kujifikiria basi kusema labda acha nimtumie brother 10,000 au hata 5,000 au tuache brother familia yake, kwa sababu ni mtu ambao ulisema kwamba amekusaidia sana. Ushawahi kujaribu kufanya hicho kitu? Na imani hicho kitu nishajaribu kufanya kwa mwanae, aidha kwa wanae, kumtangazia kila mtu. Lakini na imani hata yeye pia tuko katika mipango ya kumpeleka chochote kile kitakachopatikana kwa mapenzi yetu. Wakati ambao mko mnajiandaa kupeleka hicho kitu, endapo mtajiandaa kupeleka alafu yeye akatoka leo, kitu ambacho mnaweza mkamfanyia yule brother ni kitu gani? Kitu ambacho tunaweza kumfanyia sio kitu cha kawaida. Kila mtu anaweza kufurahia kwa sababu tunaweza kukimpa kwa moyo mmoja. Mimi naona anaweza kupata kitu kikubwa, hatuwezi kumtangazia kila mtu, lakini yeye anaweza kukiona. Asante sana Popo Nengolani. Yalikuwa ni madogo lakini matamu, si ndio? Kipi ambacho cha kuongezea kuhusiana na brother? Afu tuhamie baadhi mwingine huko. Cha kuongezea kuhusiana na brother, kwanza moja, sisi kama Wanyarumonge tusupport kwanza ili jambo letu ambalo tulilowafikishia na kwenda kumuona ndugu yetu, aisa kuwaona wa ndugu zetu. Kwa sababu wenyewe walikuwa wana mapenzi na sisi. Mimi naweza kuongea jawe kunifanyia kibaya chochote kile. Na ndio maana reality yangu mimi niko tayari kwa lolote lile litakaloongeleka, mimi nitatenda kwa sababu yao. Ya, asante sana. Tunashukuru kwa kujitolea na kuonesha moyo, kwa sababu vijana waga wana kitu fulani cha mtu akikusaidia wakati wa matatizo unamtema, lakini Rumonge mmeshirikiana kusema kwamba sisi wale mabraza lazima tutawasupport. Hatuna uwezo wa kuwatoa, lakini tutafanya chini juu twende tukawaone, si ndio? So tunashukuru sana. Na mimi shukrani sana. Badi Mabango. Ya, mambo vipi mzee? Mambo fresh. Naona upo bize na simu mzee. Nakwambia ni hatari. Mimi na imani kitu ambacho kimeongeleka hapo nakifahamu. Nimekisikia na nimekifahamu kabisa kama kisikilivu. Ya, tusipotezi muda basi. Kwa majina unaitwa nani? Sababu kuna watu ambao mtu ambaye anakutizama, umueleze wewe nani. Kwa majina naitwa Paulo Balikama. Paulo Balikama ni mpiga picha maarufu Rumonge. Naishi barabara ya 4 hapa Rumonge. Kiulizia Paulo Balikama unampata ni kwa haraka. Ya, asante sana. Balikama.
Yes. Wewe ukisikia kuhusiana na masuala ya mabraza wale ambao wamefungwa, unajisikiaje? Nilivyosikiaga braza amefungwa, nilijisikiaga vibaya sana kwa sababu ni mtu ambaye anasupport sana vijana Rumonge, ni mtu ambaye anaishi na watu vizuri sana. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kilichobadilika kufuatana na changamoto yake ambayo alikuwa anafanya hapa Rumonge kwa sisi. Kwa hiyo kuna kitu bado tunakosa sisi wa vijana kuhusiana na ule mwamba. Kwa hiyo mimi huwa sana namkumbuka sana kwa mema ambayo anayofanya na ambayo yeye kutufanyia. Wewe kwenye simu yako uko na namba ya mabraza ambao wamefungwa? Ndio niko nayo. Uwaga unaongea nao? Naongeaga nao sana kabisa yani. Kitu ambacho unakoga na wahusia wale mabraza ni kitu gani? Naombeaga Mungu kitu cha kwanza, kwa sababu kule ambapo wapo ni fasi pabaya sana, kwa sababu sio kila mwanadamu ambaye anaweza kaingia fasi kama ile, kwa sababu ndio hivyo imetokea, hamna gisi. Kwa hiyo mimi naombea Mungu sana sana, na nawasina nawaambia vumilieni, ipo siku tutaonana tena kwa mara nyingine. Hakuna safari ambayo isiyokuwa na mwisho, si ndio? Ndio kawaida yani. P Balikama au kipenda umuite Polo Balikama. Wewe ushawahi kukaa chini ukazungumza na wale mabraza live kuhusiana na reality ya maisha, ukakuelezea maisha yao labda yapo vipi na hadi kwenda kufungwa? Yani kwenda kufungwa ni kitu ambacho walikuwa hawajui. Hakuna hata siku moja washakuliteka changamoto za kuambia dogo, asikwambii mtu mzee. Wamekaa tu kwenye ligala. Bro, maisha ya jela achana nayo, hivi na hivi fulani alifungwaga, hamna hata siku moja? Mimi nishagaenda kuenda kuangalia na tukakaa chini tukaongea. Wakanisi na wakanambia maisha ya jela sio mazuri hata kidogo. Japo ndio hivyo tukio limetukuta, lakini tunamshukuru Mungu tumejifunza kitu ndani ya hii jela, kwa sababu wanakuambia jela ni nyingine dunia. Sio kila mwanadamu anaweza kataka kuishi fasi pabaya. Huwa sana wananambia, na huwa nikiongea nao wanakuwa wananisia, wananambia mtuombee Mungu kwa sababu hii fasi ambapo tupo ni pabaya sana. Kwa sababu sio fasi ambapo binadamu ambaye anaweza kaishi, kwa sababu ni kama vile umefungwa, uone yani hauna uhuru fulani ya kusema kama anaweza kufanya hichi wala hichi. Au mabraza wao walikuwa wanaishi nao kama nani? Ama braza naweza nikazungumza kwa kifupi, au walikuwa kama vile ndugu zangu, kwa sababu ni watu ambao tulikuwa nasaidiana vitu vingi vya kuhusiana na mambo ya masuala ya pesa kidogo nini hivyo. Nimeamua tu kusema hivi pesa kwa sababu sitaki kutangazia watu kama ilikuwa ni hela ya kiasi gani wala ni nini, lakini tulikuwa nasaidiana mambo mengi sana, sasa sana kwenye mambo ya hela hivyo nini. Nikiwa sina sometime nikiingia pale, bro na shida hivi ananisaidia. Yani ni mtu ambaye nampenda sana, na mpaka hivi ni kama vile kumbukumbu katika maisha yangu mimi, kwa sababu ni mtu ambaye amenisaidia mambo mengi, japo ndio hivyo, na Mungu atawekea wepesi kwenye hilo swala. Mimi nafikiri kabla ya kuchoka, kikubwa zaidi ni kuombea dua. Tuona semaje? Ndio kawaida, na hiyo ndio huwa sana nafanya sana kila siku. Hakuna hata siku moja ushawahi kusikia tetesi kama wanataka kuachiwa au? Tetesi zipo za kusema wanaweza wakaachiwa, lakini tunaombea dua. Hatujajua ni lini, hatujajua itakueje, kwa sababu changamoto yanatokea. Unaweza kusikia ni leo ama kesho, lakini mambo yakawa meingiliana. Lakini ipo siku tutakuwa pamoja na wenyewe. Tetesi zipo, watatoka hivyo nini. Umeona? Unafikiri kinachokosekana dua kutoka ni kitu gani labda? Kwa sababu tumekaa hatujui kitu ambacho kimewapeleka kule. Wameenda hatujui kosa nini, si ndio? Unafikiri kunakosekana nini labda? Hiyo iko nje ya uwezo wangu. Sijui naweza nikazungumza kitu gani, kwa sababu sijafahamu vizuri kitu ambacho kilichowapeleka kule wale wa jamaa. Lakini wewe ushaenda kule, ushawahi? Nishafika kama turu 3 kwenda kuangalia. Mwanzo turu 3 hawajakwambia hata siku moja kuhusiana na hayo masuala labda kutoka, au si kuna kitu ambacho tunasubiria au vipi? Hiyo huwa wanaongea kama ipo siku tutatoka, lakini kuziana na masuala ambayo yamewapeleka pale ndani, wamesema ni kitu ambacho yani ni kitu ambacho kama vile mkosi fulani umewapata wa mkumbo, yani wameshikwa bila wenyewe kujua, wajui ni kosa gani ambacho kilichowapeleka pale. Kwa hiyo mpaka hivi hawajajua kosa lao ni nini, lakini ipo siku tutakuwa naye, kwa sababu yeye aliua sana, ananiambia ipo siku nitakuwa hapo nyumbani na tutaonana.
Kwa hiyo yeye hajanambia mambo mengi ya kusema kama ni hivi na hivi, tofauti tunakuambia kama ni kosa tu limetokea. Hawajua kama ni kosa gani. Asante sana Pibali, kama ungempa maiki hapo mtu wa pili na yeye tumalizie hili swala letu, sababu mjini kuna mambo mengi. Mjini kunaongeleka mengi sana kuhusiana na ya mambo ya mabraza, si ndio? Ndio hivyo. Yeah, bro vipi? Bwana fresh. Safi. Kwanza tuanza tukarudi tena kusema nyuma. Kwanza samani, sisi ni Chris TV tumeanguka hapa maskani kwenu. Na Chris TV inataka kujua kuhusiana na maswala ya mabraza. Haya maswala wewe unachukuliaje? Sababu huyu ameshaongea na huyu ameshaongea. Ni watu wako ambao umekaa nao ofisi mbili, hapa na hapa. Kitu ambacho wewe ulijifunza kipindi wale watu wanaenda kuwachukua pale ofisini kwao. Kwanza kuambia tu kwa sababu na jamaa sasa alipo ni sababu haujafika yeko. Ukiwa umefika yeko ndio unaweza kupaona, sababu wengine imani atuhudhuriagi sana maeneo ya vile, ndio maana uzo ukajua chenye tunaongeleka, lakini ni pazito sana. Wale jamaa tumeishi nao vizuri, tulikuwa tunafanya nao kazi maeneo karibu, na alikuwa mshauri sana. Brother Detama alikuwa ananishauri sana, alikuwa ni mtu ambaye akiwa nikinipitia ofisini pale ananishauri, na ushauri wake mwingi ulikuwa kama ni wa kimaisha, ulikuwa unakusudia maisha. Unamwona kama ni mtu ambaye ana IQ, ana muono, yani ni mtu ambaye akikushauri kitu kikifuata, maana kama vile ni kitu kiko na point. Kwa hiyo mimi nimeishi nao hivyo. Ndugu wake yule tulikuwa tunaishi naye kama vile washikaji, tulifanya naye kazi sana, hizi biashara zetu tulifanya naye sana kazi. Kwa hiyo watu tumeishi nao vizuri kiukweli, na kwa ile ambalo liliwakuta mimi liliwakuta sipo, lakini nilipopata taarifa kiufupi liliniuma, lilinishtua sana, kwa sababu ukisikia mtu anapelekwa ile sehemu ni pazito sana, sababu ni kama vile anakuwa umefungwa maisha. Afu ni watu walikuwa na maono mazuri sana na mji wetu, walikuwa na maono na vijana. Kwa hiyo kama vile ni kitu fulani kimekutoka, kwa ndio maana mimi nimeshtua hivyo. Na mimi nafikiri ulipoambiwa kwamba bwana wale mabraza wamefungwa, ulipata mshtuko, na hakuna kitu ambacho zaidi ulisema bwana hao mabraza, au fununu kuuliza watu hao mabraza kitu ambacho kimewafunga ni kitu gani? Kwa sababu walikuwa na watu wako ambao unashindana nao, mnashauriana nao, sometimes hata madili hizi 2-3 mlikuwa mnapiga, si ndio? Kwa haukujaribu kuwa basi mtu mchunguzi kuhusiana na swala? Kwa sababu sijafika hata sehemu za mahakama ambapo wanakuwa wamewapeleka, siwezi nikajua, lakini kwa namna nilipewa taarifa walivyopelekwa, ni kama ambayo kiufupi ilikuwa inahitajika upate mtu ambaye anajua kiundani. So kwa hii taarifa ambayo kwa hii ambalo liko linaandaliwa na vijana tuende kule kuwaona hiyo tarehe 24 huu mwezi, na imani tukipata huo wasaa kukaa nao chini hata dakika 15 kwa pamoja, wanaweza kutuelezea kipi kwa ufupi kipi kiliwafanya waende pale. Hata sisi tutakapotoka kule tujue tunaweza tukaja kuomba dua vipi, kwa sababu kwa kupata mtu wa pembeni kukuelezea lile swala lilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa inahitajika ukipata nafasi ya kwenda kumuona ndio upate nafasi ya kujua hicho kitu. Sababu sio kitu cha kusema utakijua kwa mtu ambaye ni wa pembeni, ni lazima upate mtu mhusika ambaye kimemkuta ndo akwambie hilo habari. So ndio maana tunaweza tukasema Mungu akitufikisha katika ile ambalo liko linaandaliwa, na tunaomba watu tuhamasike tuweze kufanya kwenda kwa pamoja, ili mradi hata tukitoka kule tu tunajua kitu kwa pamoja, kwa sababu sio ile unatoka kule wawili wamekijua, umefika huko umekitoa taarifa kisa au kukipewa kule kasambaa vingine ukutana sio vizuri. Naam, mimi nafikiri wale mabraza wana familia hapa Rumonge. Wana familia? Naam, hakuna mtu hata mmoja ashawahi kufikia labda familia yake, labda mke wake, mke wa Brother Detama au mke wa Mwira, kumuuliza labda wana vipi wale mabraza? Si hatujawahi kufika, lakini nyewe kama vile familia mnaweza mkatuambia vipi hao mabraza, mambo yao yanasemaje? Hakuna hata mtu mmoja ashawahi kufanya hicho kitu. Na niliwahi kuwa na ukaribu na mke wa nani wa Mwira, kwa sababu alikuwa na shida ya kwenye simu, lakini sikupataga wasaa kumuuliza, kwa sababu kwa situation ambayo nilikuwa namuona iko nayo nilihisi kama vile kuna sawa unaweza kumuuliza mtu kitu kutokana na majonzi labda na maisha na situation ambayo iko nayo ikakaa vibaya hivyo. Lakini nilivyosikia taarifa ya kwamba kuna ile ya kuenda kuwaona kule, mimi nilifurahi sana, kwa sababu niliona kama ndio nafasi ya kutaka sasa kujua kitu pia ambacho kiliwafanya waende kule, wao ndio wanielezee au wao tuelezee, kwa sababu wale ndio wahusika. Hata huyu mke wake anaweza kukwambia kitu lakini hakisikwambii kile kiundani kutokana na hali labda ya kuficha lakini ule pale ukimuelezea vizuri anaweza kukupatia kwa ufupi lakini ukaielewa.
ndio hivyo. Na mimi nafikiri siku utafika mkaonana na wale mabraza utapata uchungu sana na utatamani kuwauliza mambo mengi sana. Ya, unajua kwa sababu gani? Wale walikuwa wanaishi maisha kama sisi ambao tunaishi sisi hivi, walikuwa wanaishi na maisha huru. Sasa ukifika katika huyo mtu ambaye hivi sasa anaishi katika maisha ambayo hana uhuru, ni lazima utasikitika. Afu ni watu ambao kifupi, mimi kitu chenye kinaniuma zaidi ni kwamba wale brother naweza kusema brother de tamaa, alikuwa ni brother ambaye kifupi ana maono. Alikuwa ni brother ambaye kifupi alikuwa anakusanya sana vijana, alikuwa anakusanya wa vijana kwa shauri, hata kufanya nao vitu fulani. Alikuwa ni mtu anajitolea. Mimi nimekutana naye katika group nyingi sana za WhatsApp, nikiangalia sana anasimamia watu, sana anachangishia watu. Alikuwa ni mtu wa watu kiufupi. Kwa hiyo ndio maana mimi nikimuona vile kukosa uhuru wa kufikisha kile ambacho kiko ndani yake linaniuma sana. Naam, mimi nafikiri vijana mmejiandaa kwenda kuwaona, na vijana kwamba wamesema watakodi gari au kama hata ikiwa ni magari mawili, si ndio? Sasa hakuna chembe labda tunasema kwamba mmejiandaa na ile ambao mtakao wapa nyie ya mchango wale mabraza, kwa sababu sio rahisi kwenda kumuona tu mtu hivyo hizi. Hiyo ni kweli. Na fikiri pako viongozi ambao wanalisimamia ile swala na lishaongeleka sana ile swala. Kwa hiyo kikubwa kwanza ilikuwa inahitajika kwanza tupatikane uhamasishaji wa watu kwanza kuitikia, alafu watu wakiitikia tujue sasa gani tutapanga, kwa sababu hauwezi ukaenda kumuona mtu kwenye ile situation mikono mitupu. Ni kama vile utakuwa umeenda tu kumuona lakini hautompa ile faraja yeye kufika pale. Kwa hiyo tuna imani hapata kosa kitu ambacho kitaandaliwa kama kuwafariji, sababu ile sema ambapo wapo hafanyi kazi, ni mtu anatulia anasubiria tu hukumu yake. Kwa hiyo ni hauwezi kaenda mikono mtu, hata wewe hauwezi. Pia ndio maana naweza kusema hivyo, kuna chochote kitaandaliwa kama tutapata ushirikiano wa vijana, tukahamasika kwa pamoja, tukaenda kwa wingi, tukachangisha hata hicho kingine ambacho tunaweza tukawaandalia hata kitu kadogo, hata sabuni kakuwapelekea, tukiona kamekuja kwa wingi anaweza kuwapatia hata na wao faraja kule ambapo wao, kwa sababu kitu ambacho wanachokihitaji kule yeye ni faraja tu, kwa sababu hakuna kingine ambacho wanachokihitaji. Shanipata kule hahitaji hahitaji kitu chochote, yeye anachokihitaji ni faraja na mshikamano. Akiona watu wamekuja kwa wingi kumuona, kinaweza ikampata faraja hicho. Naam, mimi nafikiri kwenye hilo swala la kusema kwamba kuwachangia hela, mimi na imando kitu ambacho labda watu wangejibezi nacho sana, kwa sababu ile sema ambayo ipo wapo ni jela pale, si ndio? Wapo ni jela, na jela ukiangalia hamna kazi, hakuna chochote ambacho wanaweza kawa wanapata, si ndio? Mimi nafikiri vijana nyuma ya kutoa hiyo hela wangejikusanya pia, wakaandaa basi 5,500, 10,000, Yeah. Kila mtu sawa sana uwezo wake, si ndio? Wakasema bwana bro, sisi ni bahasha watu ambao tumekuja hapa, lakini hela mtagawa watu wawili kama kawaida, sema hivyo fungwa mkubwa na mdogo, si ndio? Tusijibezi sana na masuala ya gari, tujibezi pia na kusema tu wapi, kwa sababu ukiangalia ukitoa 25,000 ya gari alafu ukashindwa kumpa hata 2,000 ya kula, kweli atafurahi kuwaona, lakini ataumia. Kwa nini mmekuja kumuona mkumwachia hata 100 na pale ipo sehemu nzito mzee? So jua wasio wanasema kuna jela na guest. Yeah, guest kutoka ni rais, ila jela kutoka ni top mzee. Yeah, hicho kitu kishaongeleka sana pale kwenye, kwa sababu kuna group ambalo liliandaliwa na imani wengi vijana wa mjini walilifikia hiyo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana, kinihitajika kwanza kufikirika before hata hii ya kuchangisha, kwa sababu ya kuchangisha mtu hata anaweza akasema kujipeleka kivyake, lakini kumpelekea mtu kitu kule chochote kile ndio kinachokuwa ni cha muhimu sana. So kikubwa ni kwanza papatikane watu ambao watakaojichangia kwanza kukubaliana na hili swala la kwenda kuwaona, kwa sababu ukienda kwa wingi kule inakuwa tena muonesha motisha kama vile mimi niko na watu ambao hata tukitoka kule tunasema tunamwombea dua kwa wingi inaweza kufika. So uongozi na imani hicho kitosha kiongelea, tukipata watu ndio watakuwa nasababisha sisi tunachanga kipi kuwapelekea. Hata wenye atakuwa wako nje ya kufika kule wanaweza wakachangia chochote kile. Kuna mtu anaweza kusema mimi sitopata muda wa kufika, lakini akasema mimi hapa mnitafutie kitu cha mtampatia nacho, kio kama ni faraja kwake. So hicho na imani ni kitu ambacho hatuwezi tukaenda kuwaona kule bila chochote. Ni kitu ambacho kito make sense. Hakito make sense kuenda kumuona mtu ambaye yuko katika ile situation eti kwa kwenda tu kwa wingi alafu hamna chochote cha unampelekea, inakuwa haileti sura nzuri. Yeah. Na mnaenda tarehe ngapi sasa? Kwa viongozi wao wamesema tutaenda tarehe 24 huu mwezi wa 5, na kiasi cha pesa cha kuchangia watakaohitaji kwenda ni 25. Kwa hiyo
hicho ni kitu ambacho kiko wazi kwa yule yote ambaye atakuwa tayari, itakuwa ni vizuri sana kumpendeza kwenda kufanya hicho kitu. Ya mimi naweza nikasema nashukuru sana ya ni watu ambao mmeongea, mmetoa dukuduku lenu au mmeongea mambo ambayo yalikuwa kwenye kichwa chenu, na imani hichi kitu mlikuwa mnakifikiria mtakiongelea wapi. Lakini Chris TV imeamua kutafuta wa vijana, na hatujaishia hapa kuhusiana na swala la brother. Ikiwezekana kwa sababu tu ni vile mle ndani haparuhusi kuingia kamera wala nini. Lakini wakati wa kwanza safari tutakifanya hichi kitu kuonesha watu kama vile Rumonge, wale vijana ambao walikuwa pamoja na ule brother wamefanya kitu fulani kwa ajili ya ule brother, na pia na imani hata hizi interview pia atakuwa anaziona. Exactly. Yeah, na atasema vijana mimi wananisupport. So kwa watu ambao mnataka kujua uhusiana na hili swala la kwenda kuona wale mabrother, iwe binti, iwe brother, iwe mtoto, mtu ambaye anaona ana umuhimu na ule brother au wale mabrother, kwenda ni bei ndogo sana, ni 25,000. Yeah, ndio kwenda kuwaona wale mabrother alere turu, na kwenye 25,000 kuna chakula kikiwemo, watu watakula, na mtu ambaye anayesimamia uongozi wa kushika hela ni Lukumtiti akiwa pamoja na Papa Ido, au kitaka umuite MC Billionaire. Watu mnamfahamu, mtu ambaye alikuwa ni Bennett sana. Ya Lukumtiti amesema kwamba mimi siwezi nikafanya kitu peke yangu, nisije kuonekana bandi. Acha nimuite mtu ambaye alikuwa bega naye. So ni tarehe 24 za huu mwezi. Na mimi mtangazaji wenu hapa ni Bad Mabango, mwili mdogo, sound ya bufa. Nyuma kamera ni The Golden. Ya wazee, tuseme hala.